nini? Sijui, sasa tumemkuta hapo kalala. Ndugu zangu, mimi hata simuelewi jamani. Huyu atakuwa tena duniani jamani. Toba. Kaka. Kaka, usifanye hivyo. Mbona umemfanya nini mume wangu? Shemeji, yao sio maneno kuja tumsaidie. Mwamshe basi. Lazima usifanye hivyo. Lazimia tu damu. Wewe. Gaza. Mwamshe basi. Kiduni, umeona hali zinavyoondoka na watu wazuri? Yaani mtoto kaondoka bado mteke, mwili. Anipaka leo naumia mimi, yani mdogo wangu. Sheta. Kwa mdogo kafanya nini? Mdogo wangu, sema kweli mwenyewe hata sijui. Mimi nimepigwa simu tu hapo, ndo nimekuja hapa. Au kafanya ngoma? Ukimwi wapi mdogo wangu? Mtoto kaondoka bado mteke kabisa, mwili. Kiduni. Yule alikuwa na mimba. Unajua sio kuwa na mimba kwenda kliniki lazima upime vipimo vyote. Kwa hiyo kapima kutana na ukimwi na mama kama kujiua. Ndugu wangu, sasa hizo habari za ukimwi zishi hapo. Achana nazo. Kwani anazika lini? Mimi sijui anazika lini, ila watatuambia anazika lini, tutakuja tutazika. Baraka, unajua ni jinsi gani ninavyokuheshimu. Sijawahi kutilia wasiwasi urafiki wako wewe pamoja na mume wangu. Imekuwaje umefika humu ndani leo, umemchukua mume wangu mmeenda kuzungumza nje, dakika hizo kazimia? Shemeji. No. Usizungumze. Unataka nikuchukie? Nakuuliza, unataka nikuchukie? Hapana. Naomba unieleze ukweli. Na usiponieleza ukweli leo Baraka, nikija kubaini mimi ukweli, basi nakwambia hivi, ndoa mimi na rafiki yako imekufa. Shemeji. Subiri shemeji. Nitakueleza kila kitu. Ilikuwa hivi, kulia hakusaidii chochote. Hivi unaweza ukaniambia ni kitu gani ambacho amekufanyia umalaya wako kinakufanya unalia kiasi hicho? Baraka, kiukweli mwili wangu unatamani sana kumwacha huyu mwanamke, lakini roho yangu haisubutu hata kidogo kumwacha. Sasa sijui kwa nini, yani sijui hata nimefanya kitu gani. Nimekuuliza, kuna jambo gani amekufanyia mpaka unamwaga machozi kama mtoto mdogo? Nimemfumania tena nimemfumania kwenye chumba ambacho mimi nalipa kodi. Nimemkuta na mwanaume wako uchi wa mnyama.
unamfumania tena. Hii ni mara ya 4 unamfumania, na huu ujinga unaendelea kujirudia. Unajua, wanasema sisi wanaume ni wajinga, lakini wewe ni mjinga uliyepitiliza. Kwa nini unamng'ang'ania huyu mwanamke? Anakupa nini? Ni ndugu yako, umezaliwa naye. Anakupa kitu gani ambacho kinasababisha mpaka unashindwa kuzingatia ushauri ambao nakupatia mimi ndugu yako? Labda nikwambie, tangu siku ya kwanza nilipokuona na huyu mwanamke, nilijua kuwa ni malaya, si mwanamke wa kufanya naye maisha. Ilikuwa ni mwanamke unakamata, unapiga, unaendelea na maisha yako. Lakini wewe unamng'ang'ania. Tazama, ameanza kuharibu ramani ya maisha yako, na usipoangalia atakuua. Na kuambia ukweli, atakuua. Na mimi nimechoka kusuluhisha huu ugomvi wenu ambao haueleweki kila kukicha. Na tunakuelekea, nitatafuta nyumba yangu ya kupanga. Siwezi kuishi na wewe tukiwa hivi, haiwezekani. Sijui unanielewa? Oya, ni aje mjomba? Oya mjomba. Nani? Udi hapo. Nani? Ni aje mjomba? Poa. Kama kawaida. Oya, mshikaji wako nimemkuta ndani. Hayupo. Hayupo usio. Akija sasa mwelekeze bwana. Mwenye dada yake kaja hapa kwa kujitaga shemeji. Sisi hatutaki mieyusho ujue. Sisi tunashindwa kuishi vizuri pale Kiomboi kiseka mzia sister hapa. Asitoke kwenda kufanya mapenzi, si tupate hela. Sisi tunamtegemea da sister nyumbani basi. Sikiliza dogo. Hiyo michezo unaileta mimi nashindwa kuelewa. Wewe afu sikiliza mjomba, mimi sio mdogo wako ujue. Afuna kurespect yani kwa mtume wangu nimemkosa. Ila hata mwenyewe pia anaweza nikaishi naye vile vile, au sio bwana? Mimi sifagilii. Wewe akija muelekezi hapa. Mwenye dada yake kaja, asimzuie dadangu kwenda kufanya mapenzi, sisi tupate madusu ya kuisha. Wewe ukalala njaa kisa na mzia da sister hapa, sitoke kwenda kufanya mambo yake. Poa. Nikirudi mara ya pili hapa itakuwa mieyusho kichwa cha vilema alichoingia hiki. Wewe akija mpe maagizo yangu, afu mwambie kikutana naye barabarani mimi nitaishi naye. Na usipompa maagizo hata mwenyewe pia nikikutana naye nitaishi na wewe pia vile vile fresh. Nakuelewa. Baridi. Toa maagizo yangu. Nimemsikia kaka. Nimemsikia. Umemsikia? Hivi unakumbuka maneno niliyokuambia kwamba unakoelekea unatafuta kifo? Unishukuru, nimwambie haupo. Amekuja na panga. Hiyo inaonyesha dhahiri kwamba mgeonana tungekuwa tunazungumza mengine hapa. Hivi ndugu yangu, kwani kule tulikopeleka posa kuna shida gani?
Mbona Fitina binti mzuri tu, ana maadili, anajishughulisha. Una shida gani? Baraka, mimi mwenyewe sielewi. Yaani sielewi kabisa, najikuta akili haiko sawa. Sijui mwanamke amenipea kwenye chungu gani. Yaani mpaka usichanganyikiwe. Mimi nikupe ushauri mmoja. Ili uweze kuondokana na yule mwanamke na familia yake ambayo inaonekana imekosa maadili, na kushauri uoe. Nimekuelewa. Naomba nikupromise kitu. Kuanzia leo simtaki yule mwanamke. Sitaki hata kumuona wala sitaki anipigie simu. Na hata kama anakutafuta wewe kutaka kujua habari zangu, usimueleze chochote kuhusu mimi. Nisikilize bro. Naomba tumalizie ule mpango wetu. Mimi pesa ninayo. Kwani kwa kila Fitina ulikwambia mahali bei gani? Kwani wewe ulitaka kujua hata mahali shingapi? Wewe ulipuuza. Anyway, tufanye hivi. Mimi nitakupa pesa leo. Kesho nenda kafuatilia habari ya mahali. Kama pesa itapelea nitakuongeza. Sawa bro? Hayo sasa maneno. Hayo ndio maneno ya kuzungumza mwanaume. Na mimi nikuhakikishia, ukilifanikisha hili utakuja kunishukuru. Kauli tena. Jikatae. Shemu. Karibu. Mama. Poa. Karibu. Asante. Shemeji yangu, umenikimbia au nitafuti? Shemeji yangu, kuna tatizo? Hakuna shida shemeji, sema mambo yamekuwa mengi hivi, ndio maana tunapishana. Ila leo simuona umekuja, umenikuta. Kuna jambo mimi nataka nikwambie shemeji, lakini Bravo yupo ndani, lakini hajisikii vizuri. Kapatwa nini tena? Nahisi ana malaria. Hello? Yeah, hello. Nakusikia. Hello. Hello. Ama network ya kibongo bwana. Ya kijinga sana. Kama ulivyoniambia, kweli anajisikia vibaya. Nimejaribu kumwambia nikupakulie chakula, amesema hapana, atakula baadaye. Vipi? Nipakulie, maana chakula kiko kingi. Usijali shemeji, tutakula baadaye. Kweli? Yeah. Okay, asa mimi naenda. Kuna jambo ulisema unataka kudieleza. Shemeji, wewe tena nikumbusha na unapopenda tena ubuyu. Basi. Poa basi, nakuja. Poa.
kama shem. Haya sasa, niambie ulichosema. Najipia basi shemeji yangu. Nitaka tu kujua mambo yenu yanaendeleaje. Maana tokea mmeleta barua ya posa, mmepiga kimya mpaka leo. Na ndio maana nilipokuona nikasema ni lazima nikuulize kuna kitu gani? Kwanza nikutoe hofu shemeji yangu. Mambo ndio yanazidi kutarada. Hapa katikati kweli tulikuwa kimya kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaingiliana. Lakini hata leo hii tumetoka kulizungumzia swala lako. Kwa hiyo soon tutakuja kuvuta jiko letu. Kweli? Okay, basi sawa. Jitahidini maana kaka ananisumbua, ananiuliza maswali ambayo hata siwezi kumjibu kwa sababu kuna kaka mwingine anataka kuleta posa. Mwambie kaka kwa atulie. Tena atulie kweli kweli. Mbuzi tushamfunga kamba. Sasa kelele za nini? Jamaa kashanipa hela ni kwa ajili ya mahali. Kwa hiyo muda si mrefu. Mbona itakuwa pambe? Yaani itakuwa hatari. Usizime simu yako. Nitakupigia uje unifuate. Sawa bosi, haina shida. Mambo Shem. Poa. Huyu fala nimemkuta. Yupo. Kwani nani yule? Anafanya kazi na jamaa. Lakini yani yuko wenge kama unavyomuona. Yaani hajatulia. Okay, basi sawa Shem, mimi naenda. Basi poa. Nenda kampokee mgeni. Haina noma. Vipi? Mbona umefikia nje sasa? Si kakako huyu. Analeta mambo ya ufala. Kafungua mlango kaniona, afu kaingia ndani kaufunga. Si uchizi huo? Zeya. Baraka hapa. Tuna. Bahati ngega hili. Shem kama shem. Hiki chakula kakileta nani? Chakula cha mshikaji hicho. Sijauliza chakula cha nani. Nimeuliza chakula kakileta nani? Au yule malaya nilokukuta naye pale umesimama nje ndo kakileta hiki chakula? Lakini shemeji. Lakini nini? Haina shida. Mimi hiki chakula naenda kukimwaga. Shemeji usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Bravo. Hebu njoo umalizane basi na udemu wako mwanangu. Mbona anafanya vitu vya ajabu kila siku hivi? Yaani unaweza kaamini kwamba hivi sasa tumeletewa chakula kaenda kukimwaga?
Kamwaga chakula? Kamwaga chakula. Wali maharage Fitina katutengenezea fresh na anatuambia mmewaletea chakula kitamu. Yeye kaenda kukipiga chini chote. Sasa mwage chakula. Kwanza katoke wapi? Pumbavu zake. Silonga. Hivi from nowhere unakuja kwa mtu, unakutana na chakula, hujui chakula kakileta nani, hujui kaletewa nani, unachukua chakula unakwenda kumwaga. Hivi una akili timamu kweli wewe? Kumjua aloleta chakula sio shida zangu. Alafu pia namjua. Shida si chakula tu. Haina shida. Mimi nitakupa hela ya mwezi mzima ukanunua unachotaka. Alafu Bravo, mimi sijaja kwa ajili ya kuongelea hizo habari za chakula. Kwa nini unipokelee simu yangu? Kwa nini umeniblock? Shida nini? Mimi sikupokea simu yako kwa sababu nimekuacha ufanye mambo yako. Mambo gani? Ona unavyozungumza huna taibu. Na yule mwanaume nilokutana chumbani kwako mkiwa uchi mlikuwa mnafanya kitu gani bwana? Yule ni nani? Acha ujinga wako wewe. Bravo, mara ngapi nakwambia? Ukitaka kuja kwangu unipe taarifa, lakini wewe unajiamulia tu. Yaani unajiamulia tu. Unakuja kwangu kama chooni. Hayo ndio loyataka. Hayo ndio nataka kuyaona kwa sababu unapoenda kwa mtu toa taarifa. Shemeji, hebu ongea na ndugu yako. Hivi anajitambua hivi? Huyu ni chizi. Ni chizi ajitambui kwa sababu huwezi kwenda kwa mtu bila taarifa. Na mara zote namwambia unapokuja kwangu nipe taarifa. Baraka, umemsikia mwanamke anachokizungumza? Namsikia. Shemeji, huyu rafiki yako ni mtu mzima lakini ajitambui. Huyu ni chizi. Au kwa sababu ananipia kikodi chake ndio maana ananiekea wivu sana. Nitakuvuruga sasa hivi. Jaribu. Bravo, jaribu, sikuogopi. Tulia brother. Unajua hapa tuko nyumbani kwako, Sasa hizo vurugu lolote likitokea hapa la kutokea, wewe ndio utakuwa hatiani. Cha msingi hebu tulia. Hivi hata majirani zako wanakuonaje? Hebu tulieni basi tuweze kuzungumza tuamalize ya maswala. Baraka, nataka nikwambie kitu. Kuanzia leo huyu mwanamke simtaki. Na sitaki kukuona hapa nyumbani kwangu. Wala sitaki kuishi na wewe hapa. Na usinipigie simu. Tumeachana kuanzia leo. Eti unitaki. Unitaki, uniache mimi. Uniache mimi. Nani alokutuma mtongoze? Nani alokutuma mtongoze? Umetoka huko, umekuja umenitongoza. Nilikwambia mtongoze? Baba, sikuachi. Kama ulijua kutongoza, ujue hakuna kuachwa. Na ukinichanganya, yani usinitishe, na ukinichanganya na bibi kilichokuwa changu na mimi hapa hapa. Nani aishi na malaya? Mwanamke malaya? Mwanamke malaya? Huo malaya huo. Huo ndio umetoka huko ukaja kunitongoza mimi huyo malaya. Huo malaya ndio unautaka wewe. Na nina wanaume wengi sana. Lakini shemeji, mwanaume wangu ninayempenda na nimempa kipaumbele ni huyu Bravo. Japo ndio mimi nina wanaume wengi na danga. Lakini mimi siwapendi. Mimi nampenda Bravo na mimi kwao nafuata pesa tu. Bravo, mbona unielewi? Baraka, huyu mwanamke sio kwamba simpendi, mimi nampenda sana. Na hata huo wivu anaosema kwamba mimi namuonea wivu, namuonea wivu kwa sababu namtengeneza ili awe mke. Mke Bravo. Mimi naweza kuwa mke. Tuna miaka 4. Sipajui kwenu, hawanitambui kwenu, wala hawanifahamu kwenu. Leo mimi niwe mke. Na kuaje mke sasa wakati sifahamiki popote? Mimi siwezi kuwa mke. Mimi na tutaishia kudate tu. Bas, siwezi kuwa mke wako. Ndugu kapamba moto. Hello? Naambia udugu wangu. Na muda shogangu mimi tena.
Upo wapi kwanza? Kitambaa? Hey! Haniambie kuna maajabu gani huko? Bia kama zote? Friend fish ndo mambo yangu ya shoga yangu. Katoni ngapi? 2. Nakupendaje shoga yangu na hata nikoma babu. Sasa sikia, sio muda mrefu mimi nakuja. Kama masaa 2 vinajiandaa hapa. Na request haya kwa shoga yangu sijali. Sikia mpenzi wangu, nakwambia mimi nimekuja hapa. Nimekuja tuemalize. Kwanza nikuja kuomba msamaha mpenzi wangu. Pili naomba unitoe kwenye block. Maana uliniblock, naomba unitoe kwenye block. Mambo mengine mpenzi tutakuja tuemalize. Naenda kwanza kwa kwenye mambo yangu. Tutakuja tuemalize. Nakupenda. Shemeji. Bye. Sawa baby. Nakupenda. Mwanamke anaongea kwa kujiamini mpaka naogopa. Baraka, nikwambie kitu. Nakusikiliza. Unajua yule mwanamke tangu nianze kuwa naye hajawahi kuzungumza point kama point alizozungumza leo. Unajua leo nilivyomsikiliza katika maneno yake nimegundua ameongea point sana. Unasemaje? Mbona sikuelewi? Ni pointi gani aliyoiongea huyu mwanamke? Acha utani Baraka. Yaani unataka kuniambia kwenye mazungumzo yake yote aliyozungumza hukuweza kung'amua hata kitu kidogo? Yaani hukuweza kupata hata kitu kidogo kutoka katika maneno yake? Kusema ukweli, mimi sijapata chochote. Hebu niambie, umepata pointi gani katika upumbavu alioongea huyu mwanamke? Swali zuri. Leo ndo nimekuja kugundua yule mwanamke anakuwa malaya kwa sababu gani? Anakuwa malaya kwa sababu haamini kama mimi naweza kumuoa. Na alichokizungumza ni kweli. Mimi sifahamu ndugu zake na yeye pia hafahamu ndugu zangu. Kwa hiyo kwa namna hiyo inaweza ikamfanya mtu yoyote au mwanamke yoyote akawa hawezi kuamini au hawezi kumwamini mwanaume aliyokuwa naye. Kwa hiyo kuna haja ya kupeleka barua ya posa nyumbani kwao. Nafikiri tukifanya hivyo anaweza akaniamini na pia ataniheshimu. Kwa vile unataka, takuacha ufanye unachotaka. Ina maana hujalizika na haya ambayo ninayosema? Kusema ukweli, nikiwa kama rafiki yako, ndugu yako, sijaridhika. Kwa nini? Wewe unaelewa, muda mchache uliopita tumetoka kuzungumza nini? Si wewe uliniambia kwamba humtaki kumsikia huyu mwanamke na wala hutaki hata kumuona, na tuendeleze ile mipango yetu ya kupeleka mahali kwa kina Fitina? Sasa amekuja mwanamke ambaye umetoka kumfumania, amekubadilisha kila kitu. Baraka, naomba ile pesa nilokupa kwa ajili ya kwenda kulipia mahali kwa kina Fitina.
Sasa naomba nikuombe kitu tena, kama itawezekana, naomba hili jambo lifanyike kwa haraka. Naomba tumfanyie surprise Silonga kwa kumpelekea barua ya posa nyumbani kwao. Tena kama inawezekana leo hii, andaa barua, mimi nitakupa pesa za kuweka kwenye barua ili uipeleke. Na tukifanya hivyo, utaona hiki ninachokwambia hataweza kunisumbua. Sawa. Hello? Sawa sawa. Tunashukuru. Nitafanya hivyo. Asante sana. Nani wewe? Mjomba wake na Fitina. Anasema kuna jambo anataka kuniambia. Okay. Si utakwenda lakini? Sina budi. Lazima niende. Karibu sana mgeni wangu. Asante. Karibu, nikukaribisha dining, sio kuja wakati wa chakula. Sasa tutaanza na maongezi au tutaanza na kula? Asante sana. Mimi nafikiri tuanze na kilichonileta kwanza. Alafu tutaendelea na mengine. Kwanza mimi nafahamika kama Bwana Baraka. Na ni mjumbe tu. Na Waswahili wanasema mjumbe hauawi. Nimekuja hapa kuiwakilisha familia ya Mzee Semindu ambao wana nia ya kuunganisha familia yao pamoja na familia yenu. Hivyo nimekuja kwa ajili ya kupata idhini kutoka kwenu ili ikiwezekana familia hizi ziweze kuungana. Okay, karibu nisikilize kuhusu muunganiko huo. Kwa kifupi mimi ni mshenga. Na nia na madhumuni ya kufika hapa ni kwamba familia ya Mzee Semindu, kijana wao ameona jiko hapa. Hivyo nimekuja hapa kwa ajili ya kuleta barua ya posa. Bila kukawia naomba kuwakilisha. Asante sana. Kwa kweli tunashukuru kwa niaba ya familia na tunawakaribisha tena, japokuwa mimi sio msemaji mkuu wa familia, ila nimepokea, tuna wakubwa wetu, nitaenda kuliwakilisha. Wataangalia barua, wataisoma, tutawapa majibu. Asante sana. Na nashukuru kwa mapokezi mazuri. Na Mungu akijalia na mimi tutapata majibu mazuri kutoka kwenu. Asante sana. Sasa nafikiri tunaweza kuendelea na mengine sasa. Karibu sana. Hii self-service. Asante sana. Wapi nakukia? Mimi naanza na nyama. Karibu. Asante sana. Ndugu yangu, mimi nimekuita hapa na nisingependa pia kukupotezea muda. Nimekuita hapa kwa ajili ya hili. Na vile vile unaweza ukachungulia kama amana yetu bado ipo ile. Amana ipo, lakini sijajua una maana gani. Bila shaka unaikumbuka hii barua. Na vile vile unakumbuka ni muda gani umepita tangu umeileta. Ni miezi 6 sasa. Sisi tuliipokea kwa mikono miwili. Na tukakaa kama familia
tukaona turudishe majibu ya kwamba barua yenu imepokelewa na imekubaliwa, mnaweza kuja kuoa. Lakini tangu tumerudisha majibu, tangu ile siku mpaka leo hii, mmekaa kimya na hamjafanya kitu chochote. Sasa wazee walikaa kama familia na tukaonelea kwamba hii barua yenu tuirudishe. Uko sahihi, lakini mmefika mbali. Tulikaa kimya kwa sababu kulikuwa kuna matatizo kidogo hapa katikati yaliingilia. Kuna kitu kimoja nitakwambia. Unajua, unapokwenda kwenye familia ya mtu na kwenda kutoa barua ya kutaka kumposa binti yao, maana yake ni kwamba umekuta mlango uko wazi. Sasa wewe unaufunga kwa funguo yako. Mlango uliofungwa una kawaida gani? Hauwezi kufunguliwa mpaka mwenye funguo aje aufungue. Sasa kwa hiki ambacho ninyi mmekifanya ni kwamba mmefunga riziki zote za binti yetu, kwa sababu hakuna mwanaume anayeweza kuja kumuoa. Tayari tumeshapokea barua yenu, hatuwezi kupokea barua ya mtu mwingine. Sasa sisi tumeona ili tusije tukafika mbali zaidi, ni bora tukarudisha barua yenu ili mlango wa binti yetu kuolewa ubaki wazi na tuweze kuwaruhusu wale watakuwa wana nia ya kuoa waje wamuoe. Nimekuelewa vizuri, lakini mimi nikuombe, hebu tupatie mwezi mmoja, tutalitengeneza hili swala, mambo yatakaa vizuri. Kama ukushiba kwenye sahani, huwezi kushiba kwa kujilamba. Ni miezi 6 imepita, mmeshindwa kurudi. Mtaweza kwa huu mwezi mmoja? Hebu nipe hiyo nafasi. Sawa, kwa heshima yako. Ila ukumbuke jambo moja. Kama mkishindwa kuufungua mlango wa binti yetu kwa hiari yenu, basi sisi tutauvunja. Na mimi nikuahidi, hatutofikia huko. Jambo litakwenda vizuri. Sawa. Sasa hebu ipokee. Asante. Karibu. Asante sana. Nikuambie tu, nitapambana juu ya hili swala ili kufikia hitimisho zuri. Sawa. Bravo. Sipendi ujinga. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni ujinga, si ndio? Tena ujinga uliopitiliza. Hebu kaa chini hapo. Sina muda mchafu wa kukaa chini. Hivi Bravo, kilikuwa nini kutoka hapa mpaka ukaenda nyumbani kwetu na kwenda kutoa barua ya posa? Mimi nimekwambia na shida kuolewa mimi. Haise. Yaani mimi katika maisha yangu sikutegemea kabisa kama ningeweza kudate na mwanamke chizi kama wewe. Uwe jichekeshe. Chizi. Chizi. Chizi ndo mimi. Chizi ndo mimi. Mimi ndo chizi mwenyewe. Sasa sikia nikwambie Bravo. Mimi ni mwanamke wa kudate tu, sio mwanamke wa ndoa. Kama unataka kuoa, katafute mzee uoe, sio mimi. Shem kama shem, mke mtarajiwa wa bro. Mambo. Mwanalana usijua vibaya we. Tena nilikuwa nakutafuta we mwanaume. Asidi mkubwa wewe. Kwa kuadi sasa hivi Wakuadi? Umekuwa kipiki posta, si ndio? Umetoka hapa ngoko mpaka nyumbani kwetu. Nani kakwambia mimi nataka kuolewa? Lakini shemeji, si tumefanya kile ambacho ulikuwa unakitaka? Kitu gani? Kitu gani? Mimi nimekwambia nataka kuolewa. Sasa basi na hiyo barua yenu mimi sitaki. Sina shida ya kuolewa. Wanaolewa ni wazee.
Mimi kijana bado nakula ujana, nakula bata. Wewe kipi kosa? Kamtafutie kakako mwanamke wa kumuoa. Sio mimi Silonga. Sina muda mchafu wa kuolewa na nyinyi. Embe unamwangalia nani? Sina muda mchafu wa kuolewa na nyinyi. Sitaki kabisa. Na mkachukue barua yenu nyumbani. Sitaki takuona. Nani kikuona unakuja? Nakutia mwili. Nakula bata. Samee mimi. Nikusamee nini? Muone sura yake mbaya. Huyo ndio Silonga. Nilikuwa sijui kama naleta na mwanamke mjinga. Sasa niambie, tunaoa Fitina au Silonga? Kwa sasa nitakuwa sina jibu la kufurahisha. Hebu naomba muda basi nifikiri kidogo, alafu nitakujulisha. Wakati unafikiri, na mimi nina habari mpya. Habari gani? Mjombake na Fitina aliniita. Ameniambia wanataka kurudisha barua yetu ya posa. Kwa sababu gani? Sitaki maswali. Hebu niambie, tunamuoa Fitina ama hatumuoi? Mimi sitaki kupata aibu. Anyway, tutamuoa Fitina. Vizuri. Kama tunamuoa Fitina, hilo swala likamilike ndani ya mwezi huu. Mimi nafikiri taratibu za kupeleka hela ya mahali zianze leo. Kesho tuende tukamalize. Sasa umeongea. Umetoa kauli ya kishujaa. Na mimi nikwambie, utakwenda kufurahia maisha. Fitina ni binti alilelewa kwenye maadili mema. Hiyo hatakuangusha. Nimechoka bro. Natamani kuanza maisha mapya. Nataka niondokane na huu ujinga nilokuwa nao. Unajua nimereseka sana. Hebu ngoja nifanye uamuzi. Inawezekana kwa Silonga sio bahati yangu. Hebu ngoja turudi kwa Fitina. Utafurahia maisha. Baraka. Mimi naomba utambue kwamba niko hapa kwa ajili ya heshima yako. Na sio vinginevyo. Najua kaka. Basi tuzungumze, maana sina muda wa kutosha. Kama unavyoona, leo nimepata ugeni wa shemeji. Na ameniambia habari nzito. Hivyo nikaona nikupigie simu uje tuyazungumze. Unataka kuniambia mke wangu alikuja leo asubuhi hapa? Hapana. Namaanisha huyu unayemwona hapa. Baraka, hebu nitake lazi. Yaani ukenge ndio shemeji yako? Ina maana shemeji yako umjui mke wangu umjui? Bravo. Nimekukosea sana mpaka najisikia vibaya. Ila nimekuja tu na kitu kimoja, kukuambia kwamba mimi ni nyumba yako. Unasemaje wewe kenge? Najua nimekukosea mimi, lakini huyu mtoto alikuwa tumboni hana makosa yoyote. Kwa mambo yote niliyopitia, mimi nilikuwa tunakuomba usimchukie mwanangu, ila sitakusumbua kwa chochote. Sitakwambia chochote ambacho kitatokea mbele yangu.
nisikilize tena, unisikilize. Naomba kuanzia leo usinitafute, wala sitaki uwasiliane na mimi. Mimi sina kiumbe na wewe, wala sihitaji kiumbe kutoka kwako. Baraka, nimekuheshimu sana mpaka nimefika hapa kwako. Sitaki umlete huyu mwanamke kwangu, na wala sitaki atakapokuja tena hapa kwako uniite tuje tuzungumze. Sitaki. Silonga, usivunjike moyo. Mimi nitajaribu kumshawishi kwa mara nyingine. Sawa? Shemeji, mwambie Bravo nilimpenda sana. Tutaonana kwenye maisha mengine. Unamaanisha nini? Kwanza poleni kwa msiba, na pia poleni kwa maisha magumu mnayopitia. Asante. Lakini kwa nini mume wangu amezimia baada ya kupata taarifa msiba? Nafikiri amezimia kama mtu mwingine yoyote angeweza kuzimia anapopewa taarifa kama hii. Naona mume wangu amenyoa, lakini bado alikuwa na mapenzi na Silonga. Sidhani kama iko hivyo shemeji. Kwa sababu Go. Niko ndani lakini mawasiliano. Lakini unachokiwaza sicho. Nakupenda sana mkeo. Nafikiri Baraka amekwambia kila kitu. Na huo ndio ukweli. Haya mambo ni ya zamani. Tangu nikuoe sijawahi kufikiria kukuchiti hata siku moja. Najua nimekukosea, lakini naomba unisamehe. Sawa? Ni mambo tu kama mambo mengine ambayo yamejitokeza, lakini hebu tuachane nayo. Naomba unisamehe sana. Najua nimekukosea, lakini maisha. Sawa, Mungu nikusamehe. Baraka. Sijui niseme. Lakini yameisha. Mimi nafurahi.